Sababu ndio nilikuwa natoka kisimani, nikamkuta Simba na Jaki anachungulia pale bafuni. Sasa mimi nikasema ngoja kwanza nikachungulia mimi nihakikishe ni nini unachokichungulia. Sawa kabisa. Nilipofika pale nikachungulia, nikamkuta bibi anaoga. Bibi yenu huyu niliyemleta juzi tu hapa? Ndio huyo. Akona mchungu. Hivi wajukuu wangu mnanitaka nini? Nimehangaika muda wote na wapikia na kuwa na nyinyi na wafundisha. Sasa hivi tena mnaanza kunivua kabisa mimi nguo, mnaamua kumchungulia mpaka bibi yenu. Hizo sio kwangu, hizo ni kwa Simba na Jaki. Basi sawa, endelea na kazi zako, hilo nitalishughulikia. Haya sawa. Unajua nini mdogo wangu Ndaro? Ndio. Siku hizi pesa imekuwa ni ngumu mno kupatikana. Nadhani hata wewe unalifahamu hilo. Ndio. Ila sio kwa kila mtu. Kuna baadhi ya watu Mungu amewarahisishia. Wanapata pesa kirahisi mno. Kama ilivyo kwako wewe. Leo utaenda kujipatia pesa kirahisi mno bila kufanya kazi yoyote. Hebu naenda kwenye pointi ni kweli. Uko sahihi. Pointi ni hivi. Ni kuhusiana kile ulichokiona siku ile bafuni pale. Mimi, wewe na Simba. Nataka kiwe, yani kiendelee kubaki kuwa siri yetu. Usimwambie mtu yoyote hata kwa bahati mbaya. Nafahamu kabisa katika ulimwengu huu hakuna mtu anaweza kutunza siri zaidi ya maiti, lakini naomba iwe hivyo kwako. Yani jitahidi sana mdogo wangu, yani nitunzie hii siri. Na kama unavyofahamu hakunaga kazi ya bure. Mimi nitakulipa chochote kitu nilichobarikiwa. Na kwenye masuala ya maokoto, ngoja kwanza. Kuna chenchi yangu hapa imebaki. Sijui nimeiweka wapi. Mshika hii hapa kwanza. Sasa wewe unanipaje hela kirahisi hata sijafanya hata kazi. Riziki haikataliwi mdogo wangu. Mwe pokea kwanza hii hapa. Haya sawa. Yani chukulia kama mimi kakako nimekupa zawadi. Ila tu uishi kwenye misingi yetu. Haina shida Jaki. Jitahidi sana iwe hivyo. Sawa. Sawa, mimi ngoja niendelee na mishe zangu afu baadaye nitakumalizia ile iliyobaki. Sawa. Mzee. Mzee, shikamoo. Marahaba, ujambo? Kuna taarifa zako nilizozipata kuhusiana na mambo mnayomtendea bibi yenu. Kweli nyie ni watu wa kwenda kumchungulia bibi yenu anaoga? Unaweza ukachukulia kawaida, lakini ipo siku na wewe utakupata hayo matatizo. Kwa hiyo mimi cha kukushauri mzee wangu, ungeenda kwanza ulifanyia uchunguzi jambo lako, kisha ndo uje unihukumu mimi. Sababu unanihukumu pasipokuwa na ushahidi wa aina yoyote. Yaani kiufupi unanionea mzee wangu. Kwa hiyo fanya hivyo. Baada ya kukamilisha uchunguzi wako mimi nitafuta. Mimi nafikiri labda hapo tungewekana sawa mzee wangu. Sababu wewe umesikia lakini hujaona. Aha. Kwa hiyo mjukuu wangu Ndaro inamaanisha amenidanganya. Ngoja. Kwa hiyo inamaanisha dogo 500 yangu kachukua na siri katoa. Ilangu haijai kwenda kizembe. Tamfurahisha.
Hodi. Karibu. Asante mama. Shikamoo. Maraba. Za hapa. Unaona biashara inaendaenda? Miogo bei gani? 200 kwa 300. Wapi 200? 200 ni huku, 300 ni kule Jazimia. Ndo huku? Ndio. Naomba sawa 200 hapa. Haya, chukua. Ni stili tumbo. Alafu nilikuwa naulizia kwa babu hapa. Anaishi aitwa mzee nani? Mzee wa Mwise. Wa Mwise. Wa Mwise unapita hapo hivi, unazunguka hivi, kuna nyumba ya tope hapo mbele. Hapo. Na kuna machungwa hapo mbele na miembe. Kwa hapo mbele unapitia hapo hivi. Kuna njia hapo. Kuna nyumba ya tope. Ukipita hapo unafikako. Ni zamani sana kipindi hicho bado tu wadogo. Makamasi humu yani. Acha tayari sana. Ona siku hizi pameendelea hadi kuna miogo ya kukaangwa. Si unajua sasa hivi watu wanaendelea. Ni digitali mnasema hivyo. Kidigitali. Si vijana sisi Gen Z. Hivi mdogo wangu, unafahamu ni kuni kiasi gani zitatumika kukuchoma wewe siku ya kiyama kwa hicho unachofanya? Sasa Jack Pino ananiambia hii siri hiyo ya wawili. Alikuwa ameshamwambia mzee. Sasa kama huo muda ulikuwa ushamwambia mzee, wewe ulipokea hela yangu ya nini? Ikataliwa mwanangu. Ndio kama tu kuchukua hela yangu. Hujui hela yangu mimi naipataje? Wewe unaichukulia ndogo ile shilingi 500. Labda nikukumbushe tu. Kuna shilingi 50 10 kwenye ile 500. Kuna shilingi 100 5. Kuna 100 200 na 100 kwenye hiyo 500. Alafu wewe unachukulia hizi. Wewe unajua mimi nimefanya kazi gani kuipata hiyo hela? Uko unaokota kokoto pale. Naokota kokoto. Wewe mbona unaokota kokoto hizo kokoto ukapata hiyo hela? Sasa mimi si mdogo, mwili wangu, umbo langu iko hajaniruhusu au mama. Labda nikwambie tu kitu kimoja mdogo wangu. Hakunaga hela inaenda hivi hivi. Basi kwa hela yako nitakupa. Hela yangu unayotaka ni 1500, sio 500 sijui buku. Unayotaka ni 1500, sijui unanielewa? Sasa 1500 mimi nitatolea wapi? Sasa hayo mimi hayanihusu. Sasa ni hivi. Yako nitakupa 1500. 1500. Haina shida, mimi nitakupa. Alafu ikilala inaongezeka. Haina shida. Hapo nyingine bwana. Kwa naweza kwa mzee wa Mwise. Wa Mwise? Wa Mwise. Wa Mwise ukimwona unamfahamu? Kama vile namjua. Na anapoishi unapafahamu? Anapoishi ndo sipakumbuka, yani zamani sana. Kwa Wa Mwise bana, mimi nafikiri ni hapa. Ni hapa? Asante sana. Bora nimefika maki nikotoka huko naulizia kwa Wa Mwise. Mzee maarufu bala. Yaani hata sielewi hapa kuna nimesikia na vijana wagaigai hao. Yaani mzee amenifurahisha sana kusikia hilo neno wagaigai. Hapo kwenye kuhusiana na mzee si maarufu si na nini. Acha basi. Ni
vile tu ukizeeka unafahamika sana. Hii kitambo sana, kipindi hicho sio alikuwa mwaka gani ule? Kitambo sana. Sawa. Mimi naona mambo yasiyo mengi, ngoja nikuitie mzee wako. Fanya hivyo brother, fanya kinachowezekana. Ndiye basi mali yangu. Iwe usijali. Kuna mtu hapa ananisumbua mzee. Sijui ni mgeni wako. Njoo ongee naye mwenyewe. Huyo hapa mtu mwenyewe. Karibu kijana. Asante mzee, shikamoo. Marhaba, ujambo? Jambo. Ndio. Sasa mzee, hapa ndo nimeelekezwa kwamba niko Wamwisi. Bila kukosea kabisa. Mimi naishi Dar. Naishi Dar es Salaam. Mimi mtoto wa Penina. Penina yule mwanangu yule? Ndo mimi babu. Amekuagiza akuja huku kijijini? Karibu mjukuu wangu, hapa ndio nyumbani kwenu sasa. Karibu sana. Nimepaona mzee. Asante sana. Na huyu unayemuona huyu? Ndio. Ni kaka yako. Mtoto wa dada yake na huyu Penina sasa unayemuongea. Ndio. Inatakiwa mfahamiane sana brother. Haya, karibuni sana. Asante. Karibu sana kupokea mabegi mgeni, au tuamini wenyeji tena. Hamna, si unajua tena. Wasiwasi ndo akili. Wasiwasi ndo akili kaka. Sasa babu, mimi ngoja nipeleke huu mzigo ndani. Ndio. Alafu nikaangalia anatuletea nini. Zawadi zote ni za kwetu. Zote ni za kwenu. Twende tu siwazi. Samahani basi hapa mara moja. Nisubiri hapa mara moja. Hello. You good? How are you? Where are you going? Kaka, utanipoteza mimi Kiingereza wapi na wapi? Mambo. Poa. Uko poa? Niko poa. Unaenda wapi kabisa? Hapa nitaelekea nyumbani. Na support yao. Kama vipi nisaidia tena mazao kwa kutafuta baadaye kwenye simu. Sawa, sijai. Niwe cha dakika 2 maana simu nimeweka charge hapo.